Joaquim El Chapo Guzman alizaliwa mnamo Aprili 4 mwaka 1957. Mtu huyu alikuwa na jina maarufu katika ulimwengu wa uhalifu, na hadithi yake ni ya kushangaza sana. El Chapo, ambaye alikuwa ni kiongozi wa genge linaloitwa Sinaloa Cartel, alijulikana kama mmoja wa wahalifu hatari zaidi duniani, na hadithi yake ni mchanganyiko wa mikakati ya kijasusi, utekaji nyara, mauaji na biashara kubwa ya dawa za kulevya. Hapa tutachambua matukio muhimu katika maisha ya El Chapo na jinsi alivyoweza kuwa mfalme wa dawa za kulevya kabla ya kuanguka kwa utawala wake. Joaquim Guzman alizaliwa katika familia masikini katika kijiji kidogo cha La Tuna katika jimbo la Sinaloa huko nchini Mexico. Alikulia kwenye familia ya wakulima na aliishi maisha ya kimasikini sana. Baba yake alijulikana kwa kuhusika na kilimo cha bangi, na kutokana na hali ya kifedha duni, El Chapo alikulia katika mazingira magumu. Alianza kujihusisha na uhalifu akiwa na umri mdogo sana, na baada ya kumaliza shule ya msingi alijitosa katika biashara ya dawa za kulevya. El Chapo alijua kuwa biashara ya dawa za kulevya ingeweza kumsaidia kutoka katika janga la umasikini, na aliweza kujenga mtandao wa watu aliokuwa akifanya nao kazi katika maeneo mbalimbali ya Sinaloa. Aliingia kwenye biashara ya uuzaji wa bangi na baadaye alijiunga na genge linaloitwa Sinaloa Cartel, mojawapo ya makundi makubwa ya uhalifu nchini Mexico. Katika miaka ya 1980, El Chapo alichukua nafasi muhimu ndani ya genge hilo la Sinaloa Cartel, ambayo ilikuwa na nguvu kubwa katika biashara za dawa za kulevya, hasa cocaine na heroin. Genge hili lilikuwa chini ya uongozi wa Miguel Angel Felix Gallardo, ambaye alikuwa akifanya kazi kwa ushirikiano na makundi mengine ya uhalifu. Mtu huyu aitwaye Miguel Gallardo ndiye wale waasisi wa kundi hilo la Sinaloa Cartel, lakini ilipofika mwaka 1989, mtu huyu alikamatwa na vyombo vya ulinzi na usalama na kisha kutiwa mbaroni, na hapo ndipo bwana El Chapo akachukua usukani na kuwa kiongozi rasmi wa kundi hilo la Sinaloa Cartel. Kwa uongozi wake, bwana El Chapo alifanya Sinaloa Cartel kuwa moja ya mashirika makubwa ya uhalifu duniani kwa kuanzisha mtandao mkubwa wa usafirishaji wa dawa za kulevya. Aliweza kutumia mbinu za kisasa na ujasusi kupeleka dawa hizo kutoka Mexico hadi nchi ya Marekani na nchi zingine nyingi duniani. Alikuwa na ushirikiano na magenge mengine ya uhalifu na alifanya kazi na maafisa wa serikali, jeshi na polisi ili kuhakikisha usalama wa biashara yake. El Chapo alijulikana kuwa na uwezo wa kupanga mipango kwa ufanisi, na alikuwa na mbinu za kukwepa sheria na kuzidi kupanua biashara ya dawa za kulevya. Aliweza kuzuia upelelezi dhidi yake kwa kutumia mamilioni ya dola kuhonga maafisa wa serikali na polisi. Hii ilimwezesha kuunda mtandao mkubwa wa kusafirisha dawa za kulevya kutoka katika vijiji vya Mexico hadi Marekani na sehemu nyingine za dunia. Kama kiongozi wa Sinaloa Cartel, El Chapo alijulikana kwa kuwa na nguvu kubwa na ushawishi. Aliweza kudhibiti miji mingi ya Mexico na kuanzisha utawala wa kifalme kwa njia ya kihalifu. Katika maeneo haya, aliteka nyara watu, alitekeleza mauaji na alikuwa na nguvu ya kifedha na kijeshi za kumlinda dhidi ya maadui zake. Lakini kama wanavyosema, hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho. El Chapo alikamatwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1993 baada ya kuhusika katika biashara kubwa ya dawa za kulevya. Alikamatwa na maafisa wa serikali ya Mexico na alihukumiwa kwa kifungo cha miaka kadhaa gerezani. Hata hivyo, alifanya kile kilichojulikana kama moja ya mpango mkubwa wa kujiokoa kizuizini, jambo ambalo lililokuwa na mafanikio makubwa. Mwaka 2001, El Chapo alifanya tukio la kushangaza kwa kutoroka gereza la Puente Grande ambalo lilikuwa na ulinzi mkali. Aliweza kutoroka kwa kutumia mbinu ya ajabu sana.
Kwa msaada wa watu waliokuwa wakiendeleza biashara kubwa za dawa za kulevya, El Chapo alikimbia kwa kufichwa kwenye kisanduku cha vifaa vya kifamasia kilichosafirishwa nje ya gereza. Kutoroka kwake kulijenga sifa ya kuwa na ufanisi mkubwa wa kuepuka sheria na kuzidi kuonyesha kuwa alikuwa na uwezo mkubwa wa kudhibiti mazingira ya uhalifu. Kwa kutoroka kwake gerezani, El Chapo alirudi kwenye utawala wa Sinaloa Cartel na akaendelea kufanya biashara kubwa ya dawa za kulevya. Alijijengea sifa kama mfalme wa dawa za kulevya, akiitawala biashara ya cocaine, methamphetamine na heroin, ambayo ilimfanya kuwa tajiri na mtu mwenye nguvu kuliko viongozi wengi wa dunia ya uhalifu. Kateli yake ilikuwa na mtandao wa usafirishaji wa dawa za kulevya kupitia njia za baharini, anga na ardhi, na walikuwa na operation kubwa nchini Marekani ambapo soko la dawa za kulevya ni kubwa sana. El Chapo alijitahidi kudhibiti utawala wake, lakini maisha ya kifalme yalikuja na ugumu mwingi. Alikumbana na vita vikali kutoka kwa makundi mengine ya uhalifu. Alipata upinzani kutoka kwa makundi mengine kama Zetas Cartel na kundi lingine lililoitwa Cartel de Jalisco Nueva Generación. Ushindani mkubwa kati ya magenge haya ya uhalifu ulisababisha mapigano makubwa na mauaji, huku El Chapo akitumia mbinu za kikatili dhidi ya maadui zake. Alikuwa na sifa ya kuwa na nguvu kubwa za kijeshi na alikuwa na uwezo wa kuwashinda maadui wengi kwa kutumia mbinu za kipekee za uhalifu. Baada ya kutawala kwa miongo kadhaa, El Chapo alikamatwa kwa mara ya pili mnamo Januari mwaka 2016 baada ya operesheni kubwa ya upelelezi iliyoshirikisha maafisa wa Mexico na Marekani. Alikamatwa katika jiji lililoitwa Los Mochis, Sinaloa, baada ya mapigano ya silaha kati ya maafisa wa usalama na genge la El Chapo. Mara hii El Chapo alikamatwa na kuhamishwa katika gereza la Altiplano ambalo linajulikana kwa kuwa na ulinzi mkali. Mara ya pili El Chapo kutoroka gerezani ilikuwa mnamo mwaka 2015 ambapo alikimbia kutoka gereza la Altiplano kwa kutumia kificho kilichojengwa chini ya ardhi. Aliweza kupita katika mifereji au mashimo yaliyojengwa kwa ajili ya kumsaidia kutoroka. Tukio hili liliibua maswali kuhusu ushirikiano wa wafungwa na wafungwa wa nje, na lilionyesha jinsi El Chapo alivyokuwa na uwezo mkubwa wa kukwepa mikono ya sheria. Waswahili husema za mwizi ni 40, hakuna marefu yasiyo na ncha. El Chapo alikamatwa tena baada ya kutoroka kwa mara ya pili, na mwaka 2019 alihukumiwa kifungo cha maisha jela nchini Marekani. Alikubali kuwa alihusika katika biashara kubwa za dawa za kulevya, mauaji na utawala wa uhalifu wa kikatili. Mahakama za Marekani ilimpatia kifungo cha maisha jela na akaamriwa kutumikia kifungo cha miaka 30 zaidi kwa makosa ya kisheria. Hadithi ya El Chapo inatoa funzo kwamba ingawa mtu anaweza kuwa na nguvu na utajiri mkubwa kwa muda, uhalifu na ukiukwaji wa sheria hauna mwisho mzuri. Asante sana kwa kunisikiliza na kutakia wakati mwema.